that our security cannot be taken for granted, and especially security of teachers who are in northern Kenya or northeastern regions of this nation and coast regions. On that vein, we want to ask the Minister for Interior to take this matter very seriously and institute proper security arrangement for our institutions, which is not limited to the following: that each institution for learning in that region must be properly secured by deployment of security officers. Yes? Proceed. At least every school should be given 2 security officers who are properly armed to manage the institutions. We have thoroughly learned that most of the attacks in those regions occur at night, and the targets are those teachers who have been posted from far-flung regions who do not belong to northern parts of Kenya. And therefore, their lives are always at risk because the local community and the leadership in that region do not value their service and therefore expose them to a lot of this. Because the target is not primarily on teachers, we are therefore demanding that the Ministry of Interior must beef up security in northeastern region and coast regions to guarantee the security of teachers in those regions. We have already proposed, because we have written to the Minister for Interior, that among things that he must do is to ensure that those teachers whose services have been enlisted to be either KDF or police should be armed to teach in northern Kenya. Those teachers who have gained experience and they come from such regions should now be transferred by the Teacher Service Commission to ensure that education in northern Kenya is not compromised. But one thing which must be taken into account, because the teachers who are involved were traumatized, the Teacher Service Commission must give them a break so that they relax and wait for further instruction of how the security situation has improved. The Teacher Service Commission must ensure that teachers are granted leave so that they don't go back to the station. We have reliably learned that the Teacher Service Commission is asking the same teachers to go back to their institutions for further instruction. But that one must not take. We demand that the teachers must not go to the stations unless the security situation has been properly assessed and safety guaranteed. Lastly, a broader comprehensive government policy on education in northern Kenya must now be developed. We are not going to continue addressing press conferences on the issue of the security of public service in northern part of this country. We have been reliably told by our members in those regions that even the police in those regions, whenever they got information that there is attack, they say they must wait for the day to break. That is when they can go to where there is. If the police and the security officers are such desperate, how do you expect teachers who are not armed to wait for them to be butchered? This nation must now have a national conversation about the security of that region.
We will not allow as a union that our teachers who have taken along to train, who are only making a living because they are teachers, are going to die like chicken simply because the government does not want to take responsibility for security of that region. Thank you, Chairman. No, before, but I'm allowing the government machineries to confirm. Thank you. Asante. Unajua hawa walimu walikuwa wamezuiliwa kule TSC, but sasa viongozi wao wako hapa. Nimesikia mmoja ya sababu hizo na tumepoteza walimu watatu kutoka shule ya primary ya Kamuthe, na kila mara tunakuwa na visa kama hivi, tunawaita na tunaweza kukuwa na press conferences, lakini hatujapata suluhisho la kudumu sababu ya maafa ambao tunayaona. Kupoteza mwalimu ambaye wazazi na serikali imechukua muda yake kusomesha ni jambo la uchungu sana, na mkumbukeni wale walimu wengi ambao wanaenda sehemu za Northeastern ni wale walimu ambao miaka yao ni ya chini, they are young teachers. Kwa hivyo wale walimu tumepoteza ni walimu wachanga sana, na kama chama cha walimu cha KUPPET tunashtumu kitendo hiki tena cha unyama, na pia ambao kilionekana ni cha wale watu ambao wana uoga wa kutosema maneno yao kiwazi. Na tumekaa kama committee, tumeandikia Teacher Service Commission, tumeandikia Ministry of Education na Ministry of Interior, na tumeweza kusema hivi kwamba kabla hawa walimu waweze kuambiwa wataenda wapi, lazima tupate suluhisho fulani, na tumeweka hivi vipengele chini. Kwanza, wale walimu ambao wanaenda sehemu za Northeastern na sehemu zingine za Mandera ambapo tuko na hatari za aina hii, muda wao wa kukaa huko upunguzwe kutoka miaka 5 mpaka miaka 3 ama 2. Sababu ni kwamba wakati mwalimu anakaa huko muda mrefu, hao ndio wanakuwa first targets wa hawa alshaabab. Ingawa tunajua policy ya TSC ni kwamba mwalimu akikuwa posted mahali akae miaka 5, tunataka ipunguzwe kukuja miaka 2 after which wanaweza kutolewa. Jambo la pili ni kwamba shule zote kabla walimu warudi, sababu lazima tutaendelea kuwa na masomo kule, lakini kabla walimu warudi shule zote ziweze kuwa na ulinzi wa polisi vile tunakuwa na ulinzi wa polisi katika benki zetu 24 hours. Yaani shule italindwa kutoka asubuhi mpaka jioni na kutoka jioni mpaka asubuhi. Hiyo ni kipengele kingine ambao tumewapatia. Kipengele cha 3 ni kwamba walimu ambao walioko hizi sehemu waweze kupewa bunduki, hao wenyewe wawe kama police reservists. Yes. Na hii si ajabu, hapa mbeleni tunasema kwamba askari wa kawaida wapewe bunduki. Walimu wapitie training ya bunduki na wote wawe na bunduki, ndio tuweze kuwa na ulinzi kuanzia kwa mwalimu mwenyewe mpaka kwa ile surrounding yake, sababu tumegundua kwamba hata polisi wanaogopa kutoka usiku wakijua kwamba alshaabab wanakuja. Tuliweza kugundua kwamba kuja kwa alshaabab sio ati ni jambo la ghafla. Kama hii kitendo kilijulikana 1 week ago, wale walimu waliuawa ni wale ambao wakutii ile ilani walikuwa wamepata kwamba watakuja siku hiyo na wakalala katika nyumba zao. Lakini walimu wengi, hata polisi wenyewe walihama wakalala katika zile bushes zilikuwa karibu na pale. Kwa hivyo tuweze kupeana bunduki kwa walimu wetu. Tumesema kwamba pia Teacher Service Commission, sababu walimu wengi wamekuwa na mshtuko, wapewe leave, waende wapumzike kwanza. Watu wa sehemu hiyo ni kama hawataki elimu. Kwa hivyo wacha walimu wapumzike kwa muda, ndipo tupange vile watarudi huko polepole. Wasizurutishe walimu kurudi haraka bila kujipanga, bila kuona familia yao,
waende nyumbani waombewe. Sisi ni nchi ambayo inapendelea maombi, ndipo wataweza kurudi kule juu. Na mwisho tumesema kwamba wale watu wa hizi sehemu, the local people, lazima tusungumuziane vizuri. Watu ambao wako sehemu hizi, viongozi wa pale, wajitokeze waweze kushtumu hizi visa na watusaidie kusema ni nani akina hawa. Lakini sababu ukiangalia shule kama hii ilipata hii madhara, umbali wake na boda ya Somali ni mbali sana. Kwa hivyo uwazi kasema hawa walitoka Somali, wakaja, wakafanya haya madhara na wakarudi Somali. No, it's not possible. So Ministry of Interior ile inaongozwa na Matiang'i, tuende pale tufanye upelelezi DCI, tujue ni role gani watu wa hapo wenyewe wanafanya ama wanauzishwa kwa haya maneno ambayo tunapoteza walimu kila mara. Kumbukeni, wale walimu wawa ni wale sio wa sehemu hiyo, sio Waislamu ama sio Waislamu. You see, as a unionist I must say this. Anataka kumshukuru Magoha jana, nilimsikia akisema the same. Kwa hivyo lazima tujue ni chanzo gani ambacho kinasababisha haya maafa, na mwisho kabisa serikali iweze kupata jawabu la kudumu kwa haya maafa ambao kila mara inaweza kuwafikia walimu wetu. Asanteni sana. Yes. Na ni sababu ya wale walimu wetu ambao, this is Kupet. I'm with the national leaders for the scribers. Paul Maingi is here, the national organizing secretary. Sami Chelimo Chilanga, the secretary in charge of tertiary institutions, is here. I'm with the executive secretaries from Nairobi, Awiti Mbora, and Wajir. And I have a secretary executive from Wajir, who comes from the affected area. My name is Omboko Milemba, and I want to welcome the Secretary General to speak to you. So karibu sana, Secretary General. Teaching at Bura Secondary School in Fafi Sub-County. What our leaders, our union leaders have said is very true. We are the victims, we are the survivors of the attack. It is true that we've been having sleepless nights since we started reporting the first day. We sometimes get some security alerts, but instead of the security department beefing up the security, they just relax, and that is why Kamude was already, we got a security alert that Kamude, Karisa town and Bura was to be attacked. But finally they attacked Kamude, and it is unfortunate that we lost 3 of our colleagues. Today we were in the TSC, and I was just right from TSC right now. We were given compassionate leave, and they told us once we get back from the compassionate leave, they will see our transfers, because dealing with such regions is very difficult. As our Secretary General has said, the teachers who died are the youth of this country. They are ranging from 31 years, 28, 29. They are all of my age. But if we kill the youth of this country, where is the future of the country? So my plea to the government, let us, as they said, going to that region and teaching in that region without military skills, without weapons, as a teacher is very difficult. It's very difficult. Many a times we are saying, you will find that banks are given 24 hours surveillance in schools, in such areas, because even churches in those risky areas, they usually give security, the police security, 24/7, or during the service time. We also call for the same security during morning to the evening and throughout the night, so that we get those places secure. So I don't have much to say. Thank you. Thank you for coming, and we also want to thank our officials of Kupet for standing with us
and taking our cry and calling this press. Thank you very much. Patrick Bruto Chabi.